Kwa maana walikuwa na ng'ombe zao na hema zao, wakaja mfano wa nzige kwa wingi, wao na ngamia zao pia walikuwa hawana hesabu, nao waliingia katika hiyo nchi ili kuiharibu. Israeli waliteswa sana kwa sababu ya Wamidiani. Wapendwa, the only way to overcome Midian in your life is by what? By the grace. It's not by your wisdom. It's not by your power. It's not by your money. It's by the grace of God. Wamidiani waliwatesa wana Israeli. Mstari wa 7. Kisha ikawa hapo wana Israeli walipomlilia Bwana, waligundua. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako, gundua neema inafanya kazi. Wapendwa, hawa waliteswa, mali zao walinyanyaswa, kile walichokuwa na kusanya kilibebwa. Lakini katika mstari wa 7 Biblia inasema kwamba kisha ikawa wakamlilia Bwana. Kwa njia nyingine wakagundua kuna kiti cha neema mahali, kuna kiti cha msaada mahali, kuna mahali tunaweza enda tusaidiwe. Biblia inasema kwamba wakamlilia Bwana, na walipomlilia Bwana, mstari wa 8 Biblia inasema kwamba Bwana alimtuma nabii. The way God has sent his word. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says in the book of Hebrews chapter 1 verse 3 ya kwamba hapo kitambo Mungu halikuwa ananena na watu kupitia manabii. Acheni wasomee mseme hiyo basi alitoa wapi. Today God is using his word. Anatumia neno lake kama vile ametuma leo, siku ya leo, ya kwamba tukaribie kwenye kiti cha neema ili tupate nini? Usaidizi. The book of Hebrews. The book of Hebrews chapter 1. Shida ni kwamba kuna watu wanamwamini Kristo lakini wana move from one church to another, ili nabii kuendea manabii. The word of God is enough. If you study the word of God, the Bible says, verse 1, Bible says, Mungu ambaye alisema zamani na babu zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi. Tuko siku gani? Tuko siku gani? Sasa siku hizi Mungu anatumia nini? Maandiko yanasema kwamba mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliyeufanya ulimwengu. Siku hizi anatumia neno lake. The way is using his word today. Yes, you have a need. Usikatae. Nani ana mahitaji hapa? Yaani nasema kwamba mimi pesa niko sawa, akaunti yangu imejaa. Nani? Usema kwamba niko na kila kitu. Afya niko sawa, chakula nakula vizuri. Utapata mtu anakula vizuri lakini halali. Wengine wanaota ndoto za kunyonga. Wewe unasema hey, ningekuwa mama fulani ningefurahi. Kumbe yeye ananyonga usiku. Ni ile asemaje? Useme kwamba mama ameshukwa vizuri, useme namweka zile kucha. Zile mrefu na zinapendeza. Sema kwamba hey, na kuna watu wanaishi maisha. Wewe unjui kile mama anapitia. Waje tumtegemee Bwana. Waje tuishi maisha ya kutambua ninapopitia, maana hakuna mtu ambaye ako free zone ya shida. Hakuna, msidanganyike. Unasema kwamba ningekuwa pastor ningefurahia, na mimi nasema ningekuwa mshirika ningefurahia. Sema kwamba ningekuwa bishop ningefurahia. Na bishop anasema hey, ningekuwa mshirika. Baada hiyo kama mchungaji kama uko na taroho ya panya, hautaweza. Unahubiria watu wengine wanakusema, unakupenda. Ukiwachukia unakuwa kiwango yao tu, unakuwa pepo mwingine. All of us we need the grace. Sisi sote aliye na pesa anahitaji neema ya kulindwa na Bwana, si ndio? Watu matajiri walalangi. Kuna mtu alisema maskini wanalalanga sana. Ati sijui nani aliona aliandika, sijui ni Mike ama ni nani. Alikuwa ameandika ati utajiri wa maskini ni usingizi. Nikasema hii ati sasa huo ndio utajiri wa maskini. Kuchapa usingizi ndio utajiri. Anajicomfort, anasema kwamba Biblia inasema kwamba ati
Mungu anapatia usingizi anaowapenda. Ni sawa, anawapatia, lakini pia we need money. You need money in every situation of our life. Everybody has a need, and this is not a call for some people. It's a call for us. Kuenda katika kiti cha enzi ili tupate neema ya kutusaidia katika matatizo, katika hali zote. Kuna mtu ambaye anashindwa na kuomba, anahitaji maombi, anahitaji neema ya katika hali yake ya maombi. Gideoni walijua ya kwamba Wamidiani wapo, wametutesa, wametusumbua, wametufanya kila jambo lote mbaya, lakini tunajua kuna mahali tunaweza enda, na hapo tunapoenda maisha yetu itabadilika. Kuna mahali tunaweza enda Mungu atulinde, kuna mahali tunaweza enda tupate kazi, na hapo Biblia inasema kwamba tukaribie kiti cha neema na rehema ili tupate neema ya kutusaidia, sio neema ya kutushusha, sio neema ya kufanya tushindwe, sio neema ya kutuletea hasara, sio neema ya kutufanya tulie. Biblia inasema kwamba utajiri, baraka za Bwana hazileti majuto. Baraka za Bwana hazileti majuto. Wapendwa, in this life we need to live that life, ya kwamba tunakaribia kiti cha rehema na neema, maana hapo ndipo tutaweza kusaidika. Mstari wa 8 anasema kwamba Bwana akamtuma nabii, the way I have sent his word, naye akamwambia, Bwana akamtuma nabii, nenda kwa hao wana Israeli. Naye akamwambia, Bwana yeye Mungu wa Israeli asema hivi, mimi niliwaleta nyinyi mkwae katika Misri, nikawatoa katika nyumba ya utumwa, nami niliwaokoa na mkono kutoka kwa mkono wa Misri na mkono wa wote waliokuwa wakiwaonea, nami niliwafukuza wote mbele zenu, nami niliwapa ninyi nchi yao. Mstari wa 10, kisha nilimwambia, mimi ndimi Bwana Mungu wenu, msiende kwa miungu mingine ambayo mwaketi katika nchi yao, lakini hamkutii sauti yangu. Mstari wa 11, malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali ya Yoashi Mwanazieli mwanawe Gideoni, aliyekuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidiani. Gideoni akawa na a strategic thought. There is sometimes tunakuwa na strategic thought. Unajua leo hii ukiambiwa mwizi atakuja kwako, kama anakujanga unaweza sema kwamba hutaweka pesa zako kwa drop, unatafuta dustbin. Unafanya nini? Unaweka pesa zako kama unaziweka hapo kwa dustbin, maana unajua kwamba mwizi akikuja hata ingia kwa dustbin. This is a strategic thought as a human. Always a human being as a way to protect himself. So Gideon akawa nayo mawazo ya kwamba nitaficha hili Wamidiani unapokuja. Lakini ukikosa neema, wapendwa, unaweza ficha kitu. Kama una neema, mwizi atakuja ataingiza tu mkono wako tu. Kama una neema ya kulindwa, kama una neema ya kupushana na mabaya. So the grace of God as a blessing in our life, it will protect us. Mstari wa 11, malaika wa Bwana akaenda akaketi chini. Let me go to verse 12. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe. Shujaa. Gideoni akamwambia, he Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Verse 13. Sometimes we ask ourselves a lot of questions, ndio? If God is faithful, kwa nini napitia haya? Nimeomba, and on top of prayer nimefunga. I am top of kufunga nimefanya nini? Nimeenda kesha. On top of kwenda kesha nimefanya nini? Nimetoa fungu zangu, nimetoa sadaka ya shukrani, nimetoa sadaka, nimetoa dhabihu. Kwa nini? Gideon alikuwa hivyo. The way sometimes you may be here and you asking yourself question, if God is good, kwa nini nimekosa kazi kwa muda mrefu? If God is faithful, kwa nini napitia haya? Napata mshahara lakini haunisaidii.
Kama Mungu ni mwema, kama Mungu ni mwaminifu, kwenda pitia haya. Nimekuwa mgonjwa, daktari amesema kwamba huu ugonjwa huna tiba. Kwa nini? I want to tell you, there's a place you can go and the life can take a different direction. There's a place you can go. There's a place you can go where your life will be changed. There's a place you can go and get a different direction. There's a place you can go and begin to experience different things in your life. There's a place you can go mahali ambapo ungedharauliwa unapewa heshima. There's a place. That's where the Bible says tukaribie kwenye kiti cha rehema na neema ili tupate neema itusaidie. Biblia inasema kwamba wapendwa hawa walikuwa wanajiuliza maswali. The way sometimes we ask ourselves,